Naam, uhali gani ndugu mtazamaji wetu wa The Unique Facts Media. Ninayo furaha tena kukualika ama kuwaalika watazamaji na wasikilizaji wangu wa The Unique Facts Media. Jina langu naitwa John Alon Shukuru kutokea hapa The Unique Facts Media ama UFM. Kama unavyoona tupo katika outdoor studio za UFM. Bila shaka siko peke yangu, niko na mwenzangu kutoka katika kundi la The Natural Golden Vocal. Naam, bila shaka kabisa tupo na The Natural Golden Vocal huku katika mazingira natural kabisa, ambapo tupo tayari kabisa kwa ajili ya kukuletea kipindi chako pendwa, kipindi cha Sakwa na UFM. Naam, bila shaka unayo hamu kabisa ya kuweza kujua leo tumesakwa kuhusiana na nini, lakini pia ni kitu gani ambacho tumekuletea hapa UFM. Nimkaribishe sasa mwakilishi kutoka katika kundi la The Natural Golden Vocal. Utuambie leo tunaangazia kuhusiana na nini, mtazamaji na msikilizaji aweze kuelewa, twende pamoja. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Kwanza nimefurahi kwa pamoja nanyi tena leo katika kipindi cha Sakwa na UFM. Yes. Tafadhali ambatana nasi hadi mwisho na wala hautajuta. Kukuletea mada ya leo, ninaomba sasa nikutambulishie mada yetu ya leo. Ni nzuri pia, lakini tutaangazia mambo makubwa yaliyotokea kati ya 2023 na 2024 ambayo yalituhuzunisha, na je, yanalingana vipi na tunaonywa kitu gani kulingana na Biblia? Karibu sana mtazamaji, fuatana nasi wala hautajuta. Asante kwa kuwa pamoja nasi pia. Okay, na mtazamaji wangu na msikilizaji wa The Unique Facts Media, bila shaka umeweza kusikia mada ambayo tunakwenda kuangazia siku ya leo. Tutakuwa tunaangazia matukio yale makubwa ambayo yalitokea yakatuhudhunisha kama Watanzania, lakini pia kama dunia nzima ikapata mshtuko. Kwa nini yametokea? Je, nini kinachokuja kutokea? Usiondoke kando na televisheni yako, lakini pia usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, hususan ni YouTube kule ambapo unaweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu zote ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa The Unique Facts Media. Bila kupoteza wakati, karibu sasa tuweze kuangalia tukio moja mpaka jingine. Matukio gani ambayo yametikisa lakini pia yametuacha na huzuni? Asante sana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mimi pia ni Mtanzania na ninaamini kabisa kile ambacho tutaenda kukitamka wewe pia utakuwa unakumbuka, na la kama haukumbuki basi tutakuwa tumekukumbusha katika kukumbushana vile ambavyo vimetuhuzunisha kwa mwaka 2023 na 2024. Nikianza kabisa ninakumbuka kulikuwepo na tukio ambalo lilikuwa ni tukio la moto Kariakoo. Je, unalikumbuka hilo? Yes, tukio kubwa sana ambalo lilitokea na wapendwa wetu wengi waliweza kupata hasara katika ajali ile. Asante sana, na kwa kuwa na wewe ulikuwa umepata nafasi ya kuweza kukumbuka tukio kama hilo, naamini kabisa utakuwa ulihuzunika na tukio la mioto iliyokuwa inatokea pale Kariakoo. Okay. Tukio lingine kama utatamani pia nitaweza kulisema. Sawa, mbali na tukisalia hapo Kariakoo, tumepata kuona mbali na moto kuna gorofa pia liliweza kuanguka. Asante sana kwa kunikumbusha. Tukio lingine ambalo limehuzunisha sana, watu waliumia na wengine walipoteza maisha, ni tukio ambalo lilikuwa ni la kuanguka kwa gorofa pale Kariakoo. Mtazamaji na msikilizaji, leo tunaongelea mambo yale yaliyotuhuzunisha yaliyotokea kati ya mwaka 2023 na 2024. Wakati tunakumbushana pia tutaweza pia kuangalia je, Biblia inatuonya nini kulingana na matukio mbalimbali. Ninakumbuka pia tukio lingine. Je, unatamani niseme? Okay, unaweza kutukumbusha pia. Asante sana. Tukio lingine ambalo lilinihuzunisha mimi kama mimi, lakini hata wewe pia unaweza kawa ulihuzunika, ni tukio la mvua za maporomoko ya ardhi pale Hanang. Okay. Ni tukio ambalo mimi kama mimi nikilikumbuka nasikia huzuni sana, kwa sababu wale ambao walipata tukio kama lile hawakujua kama lingeweza kutokea, lakini lilitokea. Lakini ni wapendwa wetu hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini tukio hilo pia lilihuzunisha sana. Unakumbuka tukio lingine angalau kama lilikuwepo? Utukumbushe pia. Okay, lakini pia ukiachana na maporomoko huko Hanang, tumeona kuna watoto 4 waliweza kupotea katika bwawa, lilikuwa bwawa. Ndio. Kuna tukio ambalo la watoto 4 ambapo walifariki kule Itirima. Ninaweza kusahau kijiji na kata, lakini nakumbuka kuna tukio kama hilo, watoto 4 ambao waliweza kufariki katika bwawa. Hilo nao ni tukio ambalo lilitusikitisha sisi kama sisi. Okay. Je, labda tumeangalia ni matukio mengi sana ambayo yameweza kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Okay, hapo bado hatujavuka mipaka kwenda kuangalia nje pia
matukio ambayo yaliweza kutikisa dunia. Je, kama Biblia kuna namna yoyote ambayo inaweza kalilate haya matukio ambayo yametokea kwetu Tanzania na Biblia, kama kuna namna fulani ambayo iliweza kusema? Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Kuna kipindi ambacho pia tulikifanya kinachohusiana na hayo yanayotokea duniani yanaashiria nini. Kama hujabahatika kukiangalia, tafadhali endelea na utakipata kipindi kama hicho hapa katika channel yetu ya Unique Facts Media kupitia kundi la The Natural Golden Book. Lakini kwa leo hii nitatamani kusema kitu kuhusiana na Biblia inasema nini kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yanatokea. Kumbuka kwamba kama hujajiandaa na kama hujafahamu nini kitatokea, huwezi kufahamu. Tukio kama lililotokea la Hanang lilisababisha maafa makubwa, watu walikosa makazi, lakini pia watu wengine walifariki. Lakini Biblia inatuonya nini na matukio mbalimbali ambayo yanatokea, na je, tufanye nini? Nitakwenda basi kusoma kama utaniruhusu niweze kusoma kutoka katika kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 24 mstari wa 36, halafu pia nitaruka nitasoma 42, 43 na 44 ili angalau tuangalie ni kitu gani ambacho tunaweza tukawa tunaonywa. Kama kawaida tunatumia kitabu chetu hiki ambacho ni Biblia katika kufanya sakwa ya kweli za kipekee. Hapa ni The Unique Facts Media tukitumia kweli za kipekee na kweli za kipekee. Karibu sasa tusome pamoja mstari wa 36 kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mstari unasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana habari ya kuja kwa Yesu hakuna anayefahamu kuhusiana na ile siku ya kurudi kwake mara pili. Lakini tunajua kabisa kuna siku ya kiyama itakuja, na kwa kuwa hakuna anayefahamu siku wala saa, sisi tunachotakiwa ni kujiandaa tu. Endapo kama watu ambao walipoteza maisha wangefahamu kwamba kuna siku litatokea tukio kama hiyo, huenda wangejiandaa. Au kama basi wako ambao walibahatika kupata nafasi ya kujiandaa, basi hilo nalo ni neema ambayo walipata. Lakini sasa naendelea mstari wa 42, kama nilivyosema sura ya Mathayo 24, nitaenda kusoma mstari wa 36, 42, 43 na 44. Sasa nimemaliza mstari wa 36. Naomba sasa nisome mstari wa 42. Mstari wa 42 unasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini mstari wa 43 unasema, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angali jua ile zamu mwivi atakayokuja, angali kesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Nafikiri ujumbe mkubwa ambao ni tamani sana. Mbali na matukio mengi yanayotokea, mbali na matukio mengi ambayo yanatokea, majanga mbalimbali ya moto, majanga yanayotokana na mvua, majanga yanayotokana na watu kufariki, mvua hizo, lakini pia ni na watu wengine wanafanya mauaji tu makusudi ya watu. Lakini tunacho nafasi tu ya kuambiwa hapa kwamba kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angali jua ile zamu mwivi atakayokuja, angali kesha, wala asingali iacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Huo ndio ujumbe mkubwa ambao nilitamani kuutoa kupitia kipindi hiki cha sakwa. Matukio mengi yanavyotokea, sisi yanatuambia nini na tunaonywa kitu gani? Kikubwa tu tukeshe, maana hatufahamu siku wala saa Mwana wa Adamu atakaporudi. Lakini pia kabla hajarudi, huwezi jua siku ipi maisha yako au maisha yangu, maisha yako mtazamaji au maisha yangu yatakoma. Sala ni moja tu, kesheni, maana hamjui siku Mwana wa Adamu atakapokuja. Na mimi ni keshe na wewe ukeshe, kwa maana hujui na mimi sijui siku ambayo itakuja na wala siku gani maisha yangu yatakoma. Na hiyo ndio ujumbe mkubwa ambao tulitamani kuwaletea kwa leo kupitia matukio mbalimbali ambayo yametuhuzunisha kwa mwaka 2023 na 24. Nadhani mtazamaji na msikilizaji utakuwa umepata kitu. Na wewe je, unatamani kusisitiza kitu kutokana na matukio hayo na ujumbe tulioupata, na kukaribisha pia kusema neno yako. Naam, asante sana mwakilishi kutoka katika kundi la The Natural Golden Book. Bila shaka tunapata ujumbe mkubwa sana kutoka kwako, na tunafurahi na tunaingia katika uwepo wa Mungu.
Lakini labda kwa msisitizo tu, umezungumzia kuhusu kujiandaa na muda wowote, kwamba hatuwezi kujua ajali inatokea lini na lini. Unaweza kuwafafanulia kidogo watazamaji wetu na wasikilizaji, tunajiandaa namna gani? Vitu gani? Je, tunaandaa mabegi, pengine mizigo, ili basi mtazamaji na msikilizaji pia aweze kuelewa tunapozungumzia kuhusu kujiandaa. Tunazungumzia kujiandaa vipi kibiblia? Asante sana. Nadhani baada ya kutamka tu kwamba je, tunaandaa mabegi, nafikiri naomba niseme sasa kitu kimoja. Kwa sababu watu wengi tunafahamu namna ya kuandaa safari zetu za kawaida. Huenda unatoka hapa kwenda kijiji kingine au kata nyingine, wilaya nyingine, mkoa mwingine au nchi, taifa mbalimbali. Ni vyema, mnafanya vyema na mimi nafanya vyema kujiandaa. Lakini ipo safari ambayo hatuifahamu ni ya namna gani tujiandae. Kujiandaa kwetu kwa safari ya kwenda mbinguni ni safari ambayo inahitaji kutenda mema. Na kama utatenda mema, ukumbuke kwamba yuko Mungu ambaye anashikilia maisha yako, na yuko Mungu anayeshikilia maisha yangu, anashikilia maisha yako. Tutende mema, lakini pia kuweza kumuomba Mungu atusaidie kuzihesabu siku, maana hujui siku gani maisha yako, maisha yangu yatakoma. Kikubwa tu kesha, na mimi ni keshe na yeye akeshe. Mtazamaji kesha, msikilizaji kesha, na mimi pia ni keshe, na sote tu keshe. Na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho. Hatuna la ziada. Labda kama kuna kitu nataka uambie watazamaji, lakini kwa upande wangu sina la ziada. Naam, asante sana mtazamaji na msikilizaji wetu wa The Unique Facts Media. Hii ni Sakwa na UFM. Kama kawaida ni John Alon Masanja sambamba na mwakilishi kutoka katika kundi la The Natural Golden Voice. Amekwambia mambo mengi sana. Sasa kwa ajili ya kuendelea kupata vipindi vingine vingi kama hivi na vipindi vingine kama Imba na UFM, lakini pia vipindi vingine vya Sakwa na UFM, basi unaweza kutembelea katika mtandao wa YouTube kule, na utakapoingia pale basi andika The Unique Facts Media ama UFM. Pale utapata kuziona video zetu zote tangia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia ili uwe wa kwanza sasa kuzipata hizo video, usisahau kusubscribe. Na unaposubscribe basi gusa alama ya kengele pale itakuja, ili uweze kupata taarifa zetu zote tunazokuwa tunaziweka The Unique Facts Media. Lakini usisahau kushare, kulike na kucomment. Asante sana. Mpaka hapo tutakuwa tuna la ziada, na kwa pamoja tunasema UFM, bila hiana, kiganjani mwako tunakufikia. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.